na hatuwezi wachana. Ngeno yambirie tauni ya Chuka ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ira niyo kaunti ya munini wa mutongoru wa Mugongo Profesa Kithure Kindiki. Harambee! Tukae pamoja. Unajua huyu Kasongo anataka kuleta ile maneno ya 1992. Mwai Kibaki akasimama kando, Matiba akasimama kando, Moi akapitia katikati. Kasongo ametumia soprano na huyu Roko atiagawe Mount Kenya East and West na hatuwezi kubali. Batongoretwe mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua, Justin Muturi, Kalonzo Musyoka na Mithika Linturi ibameneretie utongoria bwa Ndagitari William Ruto, thirikari yake na munini wake Profesa Kithure Kindiki. Chuka munasemaje? Tharaka Nithi munasemaje? Huyu soprano alikuwa anasema ati nyinyi watu ya Kasongo ni uongo. Mlimalizana na Kasongo na UDA. Nyinyi ni watu ya one term. Tharaka Nithi ni one term, si one term. Harambee! Ndionganie no ibainyiritie ngwataniro ya Kirimaraba kiugaga kuri na atongoria ba thirikari ba kwenda kugania Kirimaraba kiugaga ikigwatene na gutire bukiomba kugaukana. Bidii zako zote kupitia soprano kugawanya mlima Kenya haitawezekana. Mlima mimi nataka kuambia my younger brother soprano, please don't be used by William Ruto to divide our community. Our strength is our unity as a people. Serikali ambayo tunaiunda itaregesha free primary, free secondary and a very open and well educated university education. Ndeni ya kaunti ya Meru Gachagua ararutira Mithika Linturi urokwirigirwa kurugama giti kio ngavana na kiama kia DCP arawana kuringibwa chiacha no meneria ba thirikari buthiete na mbere. Seneta sasa Kadhuri Murungi ndio alimsaliti Mithika Linturi, si ndio? Ni msaliti, si msaliti? Aende asiende? Huyu Kadhuri Murungi ni msaliti ya jamii yetu ya Wameru. Na wewe Mutuma, wewe ngavana Mbonoko, wewe umekalia kiti unakamisi sababu mwenyewe alienda. Mimi nataka kukutangazia leo ya kwamba maovu yale umeanza kufanya kutoka siku ya leo, kulipa watu, ukubeba na watu na mbasi ya MYS, kuya kuleta vurugu Meru, kuya kuchanganya watu, sababu wewe utaki haki, utaki watu wajue ukweni. Nataka kukuambia your days are numbered. Kiripotera Ndeto Cheweru kuma kaunti ya Tharaka Nithi, mbitagwa Martin Mugambi. Kagiteneo kau gisangasa na ntangurutano nibikojeri mutindwa barabara ya gutonya tauni eje kingirwa ntere chia Gitembene, andamani bakioneka kugita mite na kumiojiria barabarene amwe na kinyana maiga ontubora bumite ugendi kwa kagita ethithia riri kiringithana gwa na njore kana kambire kwithirwa kigwa tambaru rutere rwa siasa rwa tutam kithirwa ngikuretera report eje nyuma ya rwa imwe kwa imwe na mutongeri ya wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kagitene gaka mbetekirana giteo gikinene kunenkaniria kiri mwandiki wetu wa Nteto Mutembei Edward Urokethirwa agitithia na mbere rwaria ruru. Edward, kithano kumbigwa kanyaga kanigako ya DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua rotongeretie mboto ya rutero egana thirikari kiri ndiunga ntuko ithatu ndene ya kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Tharaka Nithi na bado kinya ndene ya kaunti ya Meru nikukujirwa kasakasa muthanyoru ariara mitionekanire kuitwa na kinyama ya wiko barabarene atongere bado kinya mutindo ne bonekanire kuolota thirikari ya William Ruto na thirikari ya kaunti ya Meru runguranga bana Mutuma bakione boba kuingite barabara kenda bataukume ndene ya kaunti ya Meru yana ya maingi tukaenda kumenya tukuburwari ni onturute uregana thirikari uri kaunti ya Meru na agenda yo hiranene ni iriku nonto ni bahari ntere Kisii, ni bahari ntere chia Western. So utukuburwari nitukwenda kumetumikio kuliunga na kinyaba tethiate na bamo batongeria barutero egana thirikari areo utongerio kiama kia PNU Peter Gatira Umunya na kinya
munini wa mutongeri wa kiama kia Jubilee Friend Matiang'i ithira kera namba tukulukira 23578 namba yetu SMS na kiri mitando yetu ukinyaniria nkithira nkithoma ntumiri ciaku tuita na mbere na rwariro ntiningwa ndina andikibante tukuma kire nyumba ingi cia nteto mbithire nkibakanya kinyabo bethire bakiaranie nowe kana bethire bakintroduce marieto yo kenda tumba kuthira tuita na mbere na rwariro bitawa mutembendo. Karibu sana Mwenda. Mutegeri wa Mwenda Saba TV wale uri ugorobwa na arua ni bitogo Mwenda Saba kuma kwa Meru FM ngwataniro ya Meru na kwa niaba bile ya Mwenda Saba TV karibuni sana. Na msikilizaji pamoja na watazamaji wote, jina langu ni Emmanuel Odea, TTV FM. Mutegeri wa Nyambene TV bitogo Martin Muriungi kuma Nyambene TV na Mau FM ile rurungurwa Mboa Media Services. Kweza turi mwako munene ya Nyambene TV Signet na Kenya Nyambene TV Facebook na Mau FM fan page. Thank you kiri panelist wenzangu. So we start our interview tukubarwari. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, karibu sana katika gatuzi la Meru. Asante. Na kwanza kabisa chukua nafasi usalimie wakazi wa Meru. Asante sana. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuwasalimia watu wetu wa Meru pahali popote walipo, hapa katika Imenti, pale Nyambene, pale Tigania, pale Tharaka, pale Nithi, pale Chuka, na watu wetu wote wa Meru pahali walipo katika Jamhuri ya Kenya, wale wanafanya biashara Mombasa, wale wanafanya biashara Nairobi, na jamii yetu ya nyumba yetu ya Wameru. Na mimi nashukuru sana niko nyumbani. Kama unavyojua mimi ni mtoto wa mama. Mamangu Merigo ni kutoka Kadheri, walienda pale Kipirichia, ndio walipatana na babangu wakamuoa, tukaenda Nyeri. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa niko nyumbani, na unaona vile niko na furaha. Kila siku nikija Meru nina furaha sana, kwa sababu nimekuja nyumbani kuona watu wetu, kuona makazini wangu, kuona madada zangu, kuona watu wetu, na nimeshukuru sana kunipatia hii nafasi kuzungumza na watu wetu wa Meru, ndio tuulizane maswali 2-3, tuko wapi, tunapanga nini, tunaelekea wapi, ni vipi tutatafuta heshima ya jamii yetu ya Meru, ni vipi tutatafuta maendeleo ndio tuweze kuinua hali ya maisha katika kaunti yetu ya Meru na pahali wote wa Meru ambaye wanaishi. Mheshimiwa Rigathi, ni nini imewaleta Meru kwa siku 3? Sisi tumekuja Meru kuongea na watu wetu kwa sababu hatutaki wabaki nyuma. Kulingana na mimi na vile nimetembea Kenya, Kenya imeamua ya kwamba kutakuwa na serikali mpya. Kenya imeamua ya kwamba William Ruto atakuwa one term, ataenda nyumbani kwa sababu ya kudanganya wa Kenya, kwa sababu ya kuharibu uchumi, kwa sababu ya kuharibu masomo, kwa sababu ya kuharibu matibabu, kwa sababu ya kuua watoto ya Gen Z, kwa sababu ya kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu, kwa sababu ya wizi na uporaji wa mali ya Kenya, kwa sababu ya kutumia mali ya wananchi kuhonga wapiga kura, kwa sababu ya kuharibu soko ya majani chai katika Sudan, na mambo mengi sana ambayo yamewakasirisha wa Kenya. Na mimi nikiwa kiongozi wa eneo hili la Mlima Kenya na nikiwa mtoto hapa Meru, siwezi kubali wa Meru wabaki nyuma. Kwa hivyo tumekuja, tumeandamana na viongozi Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, JB Muturi, kiongozi Fred Matiang'i amesafiri ngambo, ametutuma na salamu. Kiongozi Eugene Wamalwa ametutuma na salamu, amekimbia pande ya Trans Nzoia. Kwa hivyo tumefika hapa tukiwa na kundi kubwa ya wajumbe, maseneta, wale ambaye tuko katika muungano wa upinzani ambaye tutaunda serikali ijayo. Na tunataka kuja kusema Wameru hawezi baki nyuma. Tumekuja kusikiza ground, na nimesikiza. Nilianzia pale Chuka, nikakuja Chogoria, nikakuja Nguvu, nikakuja Kariene, nikatoka hapo nikakuja town pale Tuskys, tukaenda Koromoni, sokoni, tumemalizia makutano na tumesikiza ground. Tumekuwa na mazungumzo na watu wetu wa Meru, na wote kwa kauli moja wametuambia tuko pamoja, tuko katika safari ya one term, na Wameru na Wakenya wengine wameungana kutafuta serikali mpya, na kwa hivyo tutatembea nao pamoja. Kesho tuko upande ya Igembe, tutaanza huko Mikindori, tuende mpaka Maua, tuende Kiago, tuende Abantu Wetu, tuende Mtwati, tuende Lare, tukuje tumalizie Kianjai. Peter Munya yuko wapi? Sijui kama atakuja, lakini alikuwa siku tulikuwa Kisii,
alikuwa ameniambia programu yake atajaribu kuadjust aone kama atafika. Akifika ni sawa, asipofika ni sawa, tunaendelea. Ukisema ujui mheshimiwa, ni kumaanisha United Opposition is not united, kwa sababu ujui wenzako wako wapi? Nimekuambia vizuri ya kwamba Fred Matiang'i yako hapa kwa sababu ako ng'ambo. Eugene Wamalwa hako hapa kwa sababu ako Trans Nzoia. Governor Natembeya alikuwa amefika, hajafika. Peter Munya alisema ataona program yake kama atafika ama hatafika. Kwa hivyo mimi siwezi kumsemea kwa sababu yeye ni kiongozi. Mimi naongea na wale tuko nao hapa na wale ambaye tumekubaliana tutoe salamu zao. Kabla mwende saba ulize swali. Pia hapo tuko Peter Munya. Jana Jeremiah Kioni amesema wao wanaona wakipanga mikutano yao tofauti na mikutano yenu kwa sababu wao wanaona wale wako kwa muungano wa upinzani wanapendelea chama chenu. So kumaanisha Jubilee na PNU ni kama hamko pamoja. Haikuange namna hiyo, ni vile wengine hawaelewi. Hii mikutano ya United Opposition, hakuna mkutano ya United Opposition. Ni vinara wa vyama tofauti wanafanya mkutano na kualika wenzao. Safari ya Kisii ilipangwa na Dr. Fred Matiang'i akatualika. Na yeye ndiye aliendelesha program kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sisi tulikuwa wageni wake na alikuwa anatupatia nafasi ya kuongea na kusalimia watu na akaendesha program. Safari ya Nakuru na Nyandarua na Nyeri ilikuwa ni mimi nimewalika wageni wangu. Na kwa hivyo nilikuwa na nafasi ya kupatia watu nafasi ya kuzungumza. Hata hao wakina Kioni wanalalamika ni vile hawaelewi. Kwa sababu kuna wale wanaitwa prespos, wale wenye vyama vinara ambaye wanaongea pale kwa gari. Tunakubalia magari chache ndio wananchi wapate nafasi ya kutukaribia. Tunakuanga na meza special ya wale wote wanagombea viti wanafika pale. Governor Kimemia ni wa Jubilee alifika pale. Sasa huyu alikuwa hataki kuja kuongea na wenzake pale pale watu wote wanaongea. Na sisi tuko na vile kila mtu anafanya mkutano yake. Hatuna shida. Wao wakitaka kufanya mkutano watu walike, tutakuja. Mkutano hii safari ya Meru ni mimi nimepanga na DCP na ni safari yetu. Lakini tumealika viongozi wenzetu wakuja na sisi na wamekuja wengi sana na kila pahali tunawapatia nafasi. Tuko na viongozi wa Wiper tunawapatia nafasi. Tuko na viongozi wa Democratic Party tunawapatia nafasi. Lakini safari ni yetu. Sisi ndio tumesimamia matangazo, tumesimamia mobilization, tumesimamia magari, tumesimamia sound. Wale wengine wote ni wageni wetu. Siku tulikuwa Ukambani, tulialikwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na program inakuwa yake. Mwalisha Munya atawalika mengi. Akitualika tutakuja. Lakini Mithika anampiga anasema usiku wako State House. Sasa mambo ya Mithika mimi siwezi jibu. Mithika hako hapa Meru. Ukitaka nafasi kumuita umuulize swali utamuuliza. Mimi tulikuwa na Peter Munya pale Kisii na tukatembea vizuri sana. Akipanga safari ya PNU hapa Meru atualike, tutafika. Unajua sasa mambo ya mkutano uwezi ambia mtu utapanga siku fulani. Ni wewe unapanga mkutano, unaalika viongozi. Yeye kama atapanga safari atualike, tutafika na tutatembea na yeye pamoja na mkutano itakuwa yake, ataendesha vile anataka. Mheshimiwa Rigathi, kwenye safari yako ya kuingia hapa Meru imekumbwa na matatizo kidogo. Kama hapo Kadhita kulikuwa na miti imekatwa, barabara zikafungwa. Ndio. Tukaona vijana wamechoma mataya kwenye barabara. Kwa nini safari za Mheshimiwa Rigathi Gachagua anajipata kwenye hali kama hii tatanishi wakati kuna viongozi wengi sana kwenye nchi wanafanya mikutano kama hiyo ya upinzani, lakini ionekani wakilengwa sana kama Mheshimiwa Rigathi Gachagua? Kwanza hii maneno ya fujo na furugu ni jambo la aibu sana hapa Meru. Nilipokuwa hapa mwaka jana tulipangiwa vita pale Ngugu, tukapangiwa vita pale Mekindori, tukapangiwa vita pale Kiego na tukapangiwa vita pale Lare. Lakini vijana wa Meru wakasema wataki ujinga na wataki utoto. Wakanyorosha hao watu vibaya sana na wakawafukuza na mikutano yetu ikafaulu. Ni kweli mikutano yangu inapangiwa fujo kwa sababu hao watu wananiogopa sana. Ni mimi wanazuia nifike kwa sababu mimi naelewana na wananchi. Kama hapa Meru mimi napendwa kuliko vile mimi napendwa Nyeri. Wa Meru wananipenda sana. Wataki mimi nifike hapa, lakini hiyo ni kupoteza wakati. Huyu Deputy President Kindiki alipokuwa hapa Koromoni alitoa onyo
na pia akatoa jana akiwa Kianjai, ati tukuje hapa na tukuje na heshima, na tusipokuja na heshima tutanyoroshwa, ati tusipokuja na heshima tutaaibishwa. Na ndio hiyo mpango ilikuwa imepangwa leo. Ni hiyo Kindiki alisema ya kwamba tutazuiwa kuja hapa Meru kwa sababu wanajua watu wa Meru ni wafuasi wetu. Siku amekuwa kwa Koromoni, amemaliza kuongea, ameambiwa hapa ni one time. Sasa yeye hakutaka tufike hapa Meru, lakini nimwambie yeye hana ushawishi wowote Meru kwa sababu yeye hakuchaguliwa na watu ya Meru. Yeye ni mfanyikazi wa William Ruto, ni mtu ya kuandikwa na ni mtu ya Yesa, na hana ushawishi yoyote hapa Meru. Mimi ndio mtoto wa Meru, sio yeye, na yeye hawezi kunipea masharti ati nitaongea vipi nikifika Meru, ati tusipige serikali. Anataka tukija hapa tuambie wa Meru SHA inafanya kazi, haifanyi. Anataka tukija hapa tuseme barabara zimejengwa, hazijajengwa. Anataka tukija hapa tusiambie wananchi Ruto alidanganya watu Nithi Bridge itajengwa within 6 months, haijajengwa. Ruto juzi amesema iko contractor, nimepitia hapo hakuna contractor. Sasa huyu Kindiki alikuwa hataki tuongee na Wameru mambo ya ukweli. Anasema ati tunakosea serikali heshima, ati tunamkosea heshima kwa kuongea ukweli. Kama kuongea ukweli ndio kukosea Kindiki heshima, hatuna heshima na yeye. Kwa sababu yeye ni mtu ya Ruto, ni mtu ya Yesa, ni mtu amefundishwa na Ruto uongo. Amekuwa hapo kwa Koromoni. Tumefika hapo sewage inanuka. Hakuongea hiyo maneno. Kazi yake tu ni kutisha watu. Msikuja hapa, mkija hapa mkuja na heshima. Msipokuja na heshima mtanyoroshwa. Mimi nataka niseme hakuna mtu ataniambia mimi kama kiongozi vile nitaongea na Wameru, kwa sababu Wameru kwanza walichagua mimi, hawakuchagua yeye. Hakuna mtu alipigia kura. Hakuwa kwa debe, picha yake haikuwa hapo, jina yake haikuwa hapo. Yeye ni mtu tu ameiba kiti ya mtu mwingine, ameibiwa na William Ruto. Yeye ni mfanyikazi wa William Ruto. Hana authority yoyote ya kuambia Rigathi Gachagua mtu alichaguliwa na Wameru ataongea na Wameru namna gani, kwa sababu hao Wameru bado nitoka kwa ofisi, ni watu wangu, na mimi nikifika hapa lazima niwaambie ukweli. Kwa hivyo hicho kitendo cha leo ni cha aibu sana, na ni makosa sana mtu ya kiwango ya naibu wa rais kushikana na governor. Pia ni mtu pia ya kupewa kiti ambaye hakupigania. Wote wawili, these two, yeah, they are fake people because hakuna mtu aliwachagua. Huyu governor wameshikana na huyu Kindiki, wamepanga vijana. Ati? Kwa ushahidi gani? Sasa si yeye alitisha. Sasa ukitisha, alitisha jana, alitisha juzi. Sasa utasema ni nani? Yeye mwenyewe ndio kwenye kutisha. Ati tutanyoroshwa. Si alisema iko video zinaendelea. Na tumejua kwa sababu last time huyu mjumbe wa Imende South alikuwa amepanga fujo. Leo hakupanga fujo. Kumekuwa na amani katika Gobo. Hatukupata any incident katika Gobo. Ni matumaini yangu hata wajumbe ya Tigani ya East, Buru Wamburi, huyu Keli wa Igembe Central, huyu kijana mdogo ya Igembe South, huyu Taitumu, I hope, na huyu Rendekire, I hope watakuwa waangwana, wakuwe watu wazima. Mambo ya fujo hawezi saidia William Ruto na hawezi saidia hawa. Na mimi nauliza huyu Kindiki, amekuwa Nyeri pahali mimi nimeishi, hakuna mtu amempiga mawe, hakuna mtu amemzuia. Rais mwenyewe amekuwa Udhaya, hakuna mtu amemuuliza. Huyu Kindiki ametembea kote katika mlima, hakuna mtu amemuuliza swali. Hata kama watu hawataki yeye, hata Ruto hawamtaki, wanamwangalia tu. Mimi nauliza hawa watu wa Ruto, hamwezi okoa Ruto na kumtafutia kura kwa kupanga fujo. Kufunga barabara in Meru is a waste of time. Hiyo barabara wamefunga, imefunguliwa na watu wa Meru na tumefika Meru. Kuambia watu wapige mawe, wapige akina mama na watoto ni ujinga na ni utoto. Na hakuna umaarufu William Ruto atapata kwa kupanga fujo. Na niwaambie hawa, kila siku wanapanga fujo ndio wanapoteza kura. Mimi nilipigwa pale kanisani ACK Udhaya Wetima Church na askari mpaka wale hawajashikwa. Ile support kidogo Ruto alikuwa naye katika mlima ilipotea siku hiyo kwa sababu ya kupanga fujo. Mimi nataka niambie Kindiki, niambie Mutuma huyu governor Bonoko ambaye hakuna mtu alimchagua, amechukua kiti ya Kawira Mwangaza ambaye ndiye alichaguliwa na watu ya Embu, walishikana na Kindiki na Ruto wakatoa Kawira, wakipitia MCAs, wakipitia senator. Nimwambie huyu governor, wewe governor umepewa kiti na ni kiti Bonoko, wacha kupanga fujo, wacha kusumbua Wameru, fanyia Wameru kazi. Mlisema Kawira Mwangaza ameshindwa na kazi,
Tangu mtoe Kawira mkaweka huyu Mutuma, kazi gani imefanyika Meru? Hakuna. Kwa hivyo mimi nasema, acha nimalize, wawache fujo. William Ruto, Kithure Kindiki, Governor Mutuma ambaye ni Bonoko, muache mambo ya fujo. Muache kupiganisha watu. Muache kutumia watoto wetu vibaya, wafunge barabara. Ati wapigane, wapige wamama, wapige watoto. Na mimi nataka niseme nikiwa hapa, wafuasi wangu wameniambia kesho ile mtu yote atajaribu kupanga fujo katika Igembe atakipata, kwa sababu watu wamefika pahali wataki ujinga. Wanauliza, Kindiki amekuwa hapa Kianjai, amefanya mkutano, hakuna mtu amemuuliza. Amekuwa hapa Kakoromoni, ameongea na watu wameenda. Bona mnazuia Rigiji kuja kufanya mazungumzo na Wameru, na yeye ni mtoto wa Meru? Naomba niulize hivi Mwenda, katika video zenye zinasambazwa katika mitandao, wale watu wanasemekana ndio wamefunga barabara, ndio bado wanaonekana wakifungua barabara. Nikisema hii ni script ama stage managed kufunga kwa barabara? Hapana, tusiende hiyo barabara. Hiyo si mambo ya ukweli. Hakuna mtu anaweza kufunga barabara asipite. Hakuna mtu anaweza pata hiyo time ya kufunga barabara usipite. Tena nauliza, askari walikuwa hapo ni wa serikali, mbona washiki hiyo watu? Kama ni watu wetu kabisa, na unajua zini watu ya kushikwa kila siku. Askari wamesimama pale, watu wamefunga barabara, wameakisha moto, askari wanaangalia. Hawa askari ni wanani? Hawa askari ni wa Ruto na Kindiki. Kama kungekuwa ni grupu ingine imefunga barabara, saa hii wangekuwa kwa sel, wapelekwe kotini kesho. Lakini hao gunzi ni gunzi ya serikali, ni gunzi ya Kindiki na Mutuma, na ndio askari wanawasimamia wakifunga barabara. Utanieleza namna gani ndugu yangu Meru County iko na polisi ambaye wako kazi? Wakora wamefunga barabara for 3 hours. Wameakisha moto, wameweka mawe, wamechukua paso, wamekata miti, wamefunga barabara masaa 3, na polisi wanakaa na hawezi kuwashika, hawezi kufungua. Alafu unakuja kuniambia ati ni watu wetu. Kama ni watu wetu, si wangekuwa wameshikwa asubuhi? Mheshimiwa, mlikuwa mmefanya kikao na Inspector General wa polisi Bwana Kanja. Sijui mlikubaliana vipi? Tulikubaliana vizuri sana na Kanja ya kwamba hakuna mtu atatiza mikutano yetu, na tuseme tukue fair to him and the police. Tangu tuongee na Kanja hakuna kitendo kimefanyika. Makanisa yamelindwa na mikutano yetu haijaingiliwa na mtu yeyote. Lakini polisi wametuambia hapa, Deputy President Kindiki ndiye aliambia polisi wakae kando, kwa sababu yako na ushawishi mkubwa kuliko Inspector General. Kwa sababu hali tumeenda Nakuru, polisi wamefanya kazi yao. Tumeenda Nyandarua, polisi wamefanya kazi yao. Tumeenda Nyeri, polisi wamefanya kazi yao. Tumeenda Kisii, polisi wamefanya kazi yao. Kisii kulikuwa na wakora, polisi wamesaidiana na sisi kuwaondoa. Lakini hapa Meru, Deputy President ameambia polisi, hiyo vijana ni wangu, wako kazini, muachane na hao, wapambane na hii watu. Na ndio barabara ya kuingia Meru imefungwa masaa 3 na wakora na wahuni, polisi wakiangalia. Polisi wenyewe wanalalamika, wanasema hii ni kazi gani sasa tunafanyishwa? Ati sisi tunafanya kazi na wakora na wahuni, na kazi yetu ni kulinda amani, kazi yetu ni kushika wakora. Kwa sababu huyu Kindiki ameambia polisi, mkae kando, muache hii watu, wako kazi yangu, wapambane na hii watu. Mheshimiwa, kwa sababu ya muda ndenda kuulia na Kimeru rĩrĩa gũgũtonya Meru buriuga ni heshima bukwenda shokeria Meru ibati heshima yao. Maybe ni yake hivi kwa Kiswahili, mnapoingia Meru mnasema mnataka kurudishia wa Meru heshima, wamenyimwa heshima. Nani amewanyima heshima na wamenyimwa kivipi? Heshima ya Wameru ni kazi kidogo na ni kazi wazi. Heshima ile tunataka kurudishia Meru ni Wameru wafanyiwe kazi. Kazi gani imefanyika hapa Meru? Barabara zote zimekwama. Zile zote rais alisema Nithi Bridge itajengwa na mwezi 6, hakuna. Walimpatia kura. Hiyo ni kukosea Wameru heshima. Mambo ya kahawa, nilikuwa nikiwa ofisini nimesukuma madeni ya wakulima wa kahawa shilingi bilioni 7 walipiwe. Tangu niondoke hiyo maneno ikasimamishwa. Na ndio nilikuwa nauliza huyu Kindiki, kazi yako ni gani? Tetea watu ya Mlima Kenya. Hii watu wakulima wa miwa walilipiwa deni ya 118 billion. Sisi yetu ni bilioni 7 peke yake ya wakulima wa kahawa. Hawa wakulima wa kahawa wanahangaika, hawana heshima, hawana pesa, hawana chochote. Wakulima wa chai, rais ameenda ameingilia masuala ya ndani ya nchi ya Sudan, pahali ambaye tunauzanga majani chai. 15% ya chai yetu inaenda Sudan. Yeye ameingilia maneno ya masuala ya ndani ya Sudan, ameingilia biashara ya dhahabu na wale waasi wanaitwa RSF.
Serikali ya General Burhani imekasirika, imesema vile Kenya inaingilia mambo yetu ya ndani, wamepiga marufuku kununua majani chai kutoka Kenya. Majani chai yetu yote iko Mombasa, na ndio ukiuliza wakulima wa chai, ile bonus wamepata mwaka huu is the lowest for the last 20 years. Ndio tunasema Wameru lazima wapate heshima yao, na heshima ya Wameru sio kuwadanganya ati unawapenda ati utajenga state lodge hapa. Wameru hawana haja na state lodge, kwa sababu hiyo ni boma yako ya kulala. Kila Mmeru wako na boma yake ya kulala. Wameru wanataka walipwe bei nzuri ya majani chai. Wameru wanataka walipwe bei nzuri ya kahawa. Wameru wanataka bei nzuri ya maziwa. Wameru wanataka hapa town barabara ya bypass ya kumaliza jam ijengwe. Wameru wanataka Nithi Bridge ijengwe. Wameru wanataka soko ya miraa wapate heshima yao. Sisi tunasema kurudishia Wameru heshima yao ni kuwainua kiuchumi, ni kuwasaidia kwa mazao, kwa maziwa, kwa majani chai, kwa kahawa, kwa miraa, kwa korosho, kwa avocado, kwa makadamia. Sisi tukifanya hiyo, na ndio sisi tunapanga, ndio itarudisha heshima ya Wameru. Wewe ukiwa naibu wa rais wakati huo, na Mithika Linturi akiwa waziri wa kilimo, ulipewa kazi ya miraa na hizo vitu zingine, ulisaidia Meru na nini? Mimi unajua ndugu yangu, nilifanya mkutano ya kahawa hapa Meru 2023 coffee conference, na nikaweka mikakati, na ukiuliza wakulima ya kahawa bei ilipanda, waulize leo. Mikakati Rigathi Gachagua alifanya akiwa naibu wa rais kulete mabadiliko ya ukweli na ya usawa katika sekta ya kahawa, mpaka waleo wanakulia matunda yake. Rigathi Gachagua alikuwa ameanzisha kazi ya majani chai, nikafanya tea conference pale Kericho. Kabla kazi yangu kuzaa matunda nikafurushwa, hiyo kazi ikakwama. Mimi mwenyewe nilipigania shilingi bilioni 7 ya kusaidia wakulima wale wa kahawa ambayo walikuwa na madeni waondolewe ndio waanze mpya. Nilipoondoka hiyo maneno imekwama. Mimi mwenyewe, watu ya Meru wanajua, nilipigana na pombe haramu ambayo imeua watoto wetu kwa miaka mingi. Nikaanzisha campaign, nikafanya mkutano hapa Chuka, nikalete watu wote pamoja, wale polisi, wale machiefs, wale administrators, watu ya kanisa, kila mtu, na tukapunguza pombe haramu, na watoto wetu wakaanza kurudi nyumbani kuwa na familia. Nilipoondoka hiyo maneno yote imekwama, ile pombe yote mbaya imerudi hapa, na tuko na habari ya kwamba mama moja ambaye anauza hiyo pombe ako in partnership na Kithure Kindiki. Hiyo tuko na information na tutatangaza, na ndio ile pombe naua watu hapa Meru ni huyo mama anauza, wanawake alipumzika, wameshikana na Kindiki, ndio wanauza pombe haramu hapa Meru, Embu na Tharaka Nithi. Kwa hivyo mimi kwa hiyo mwaka 2 nilifanya kazi ambayo inaonekana, na kama hao wabunge hawangepewa pesa na Ruto kunifukuza, ningekuwa nimepiga hatua kubwa sana. Na mradi ulianzisha ama kufungua Meru? Mimi hakuna mradi ambaye ilikuwa imefanyika hata moja. Mimi ile kitu nilikataa ni kutumwa na Ruto kwenda kufungua barabara ya uongo. Unajua yeye hapa Meru amefungua barabara moja, niko nayo hapa mara 4. Mimi hiyo maneno nilikataa. Alikuwa ananiambia enda fungua barabara, nikamwambia sitaki. Kwa sababu utaenda kufungua barabara namna gani ambaye haina budget? Angalia kama hii barabara ya inaitwa ya takupatia sahihi hapa. Niko naye kwa sababu mimi mambo nilikataa ni mambo ya kwenda kudanganya watu kwanza ya nyumbani. Hii Mikindori Miathene Road, Ruto ameanzisha mara 2 bado. Barabara ya 20 kilometers Kunene St. Anne Mioponi Road amelaunch mara 3 bado. Hii barabara ya Kirindine Miathene Mikindori amelaunch mara 2 bado. Barabara ya Kamoja Kianjai Isiolo amelaunch mara 3 bado. Barabara ya Chakiriga Marimanti Katuga Ora Gate bado. Mambo hii ndio mimi nilikataa, kwa sababu alikuwa anasema weenda anzisha barabara huko Meru, uambie wa Meru within 6 months itaisha. Barabara haina budget, haina chochote. Hata juzi nimeona huyu Kindiki pale jana akiwa Kianjai anasema ati iko 43 billion ya kumaliza barabara za hapa Meru. Hiyo ni maneno ya uongo. Amezoea uongo kama mkubwa yake, na ndio maneno mimi nilikataa ya kuja hapa nyumbani pahali mamangu alizaliwa alitoka, nikuja nidanganye my brothers and sisters, niwaambie ati hii kazi itafanywa nikijua kwa ukweli hakuna pesa imewekwa ya kumaliza hizo barabara. Mheshimiwa, wengine tumeona
viongozi hapa Meru wamekuwa wakikulaumu kwa sababu wanasema wakati ulikuwa naibu wa rais ulichangia sana Wameru kuachishwa kazi katika nyanja tofauti tofauti katika serikali na ukiajiri watu wako. Pengine mambo ni ukweli. Jambo la pili, umekuwa ukinyorosha hao viongozi sana wakati tumekuja. Umewanyorosha sana kutoka MPs, senator, women rep. Pengine tu baadaye mwaka ujao wakwambia wanataka mfanye kazi pamoja. Itakuwa rahisi kweli na vile umenyoroshana kwa kiwanja? Mimi hakuna Mumeru nimefuta kazi, lakini niliandika Wameru wale wanasemekana ni wangu. Mithika Linturi mimi nilitafuta kazi yake ya kilimo amefutwa. Kome, Japheth Kome nilitafuta kazi ya IG amefutwa. Mimi sikufuta Kome, mimi sikufuta Mithika Linturi. Tena nikuulize, hao wajumbe wa Meru waliniambia, wameambiwa na Ruto wakinitoa maendeleo itakuja Meru. Tangu nitoke sasa ni mwaka moja unusu. Barabara gani imekwisha? Wapi kumewekwa stima? Wapi Mumeru wameandikwa hata moja? In fact ni kufutwa wamefutwa. Hata isipokuwa nilitoka makucha. Huyu Chief Justice Martha Koome, Ruto alikuwa anataka kumtimua. Hao wabunge wanaongea uongo. Ile kitu hawataki kukubali ni kwamba walihongwa na William Ruto kututoa kazini. Wakakula pesa, wakaweka tumbo zao mbele. Wakaambiwa na Ruto, toeni huyu mtu akitoka Meru sasa barabara zitaisha. Tutaweka maji. Tutaweka stima. Ningetaka kuuliza hii wabunge yote 9 pamoja na yule nominated anaitwa Muthoni. Tangu munitoe ni barabara gani hata moja imekamilika Meru? Ni project gani ya maji? Alisema atajenga damu 8 Meru. Ruto aliambia hii wabunge, mkitoa Rigiji nitajenga damu 8. Wapi damu moja imejengwa hapa Meru tangu nitoke? Mheshimiwa, kuna jumbe mmoja alisema kwamba ulichukua hiyo miradi ukipeleka kwenu Nyeri. Mimi nauliza, tangu nitoke kwa nini haijatoka Nyeri iletwe hapa? Kama mimi ndio nilipeleka Nyeri, sasa nimetoka ni 1.5 years. Kwa nini hawajaenda hao wabunge na Ruto na walikuwa huko Nyeri pahali inaitwa Sagana State karibu na kwangu? Si waende wachukue walete hapa. Unajua hiyo ni kupotosha watu wa Meru. Na watu wa Meru ni watu werevu sana. Mimi mwenyewe nilikuwa hapa mambo ya kahawa. Hata mambo ya miraa nilikuwa nimeanzisha. Huyu akanifurusha kabla sijafanya chochote. So nataka kuambia hii wajumbe, waambie watu ya Meru, kama mlitoa Rigathi Gachagua ndio maendeleo ifanyike Meru. Kama Rigathi Gachagua ndio alikuwa ametatiza kazi ya Meru kufanyika, tangu watoke, onesheni wa Meru project moja ambayo imekamilika ama imeanzishwa. Isipokuwa ni uongo. Ruto alikuja hapa kwa Meru Dairy akaahidi 100 million. Tangu nitoke simuende mchukue hiyo milioni 1 mulete. Ile aliahidi 100 million hajalete. Mambo ya hii ya university yetu, University ya Mariene University College imekosa pesa. Nyinyi wajumbe mkiongozwa na senator, pesa ya kuinua hii university ya Mariene vile Rigiji alitoka simuende mchukue mulete. Hii Igembe University College ambayo Ruto aliahidi watu haijapatiwa pesa mpaka wa leo. Kama Rigiji alikuwa shida anazuia maendeleo ya Meru, simuende mulete. Tena niulize, watu wanauawa kama kuku katika boundary ya Igembe North na Isiolo. Mimi niliita Kindiki akiwa CS Interior na Japheth Kome. Nikamuuliza Kindiki, wewe ni jirani yetu hapa, umetoka hapa Tharaka. Mimi ni Mumeru hapa tukiwa na Kome. Wewe ni Mtharaka, sisi ni Wameru. Nikamuuliza, mimi naona kila siku huko Pokot. Naona kila siku huko Kerio Valley. Umepeleka matankas huko kusaidia watu ya huko wasiumizwe na majangiri. Kwa nini hapa nyumbani hujalete tankas kusaidia watu hapa kwa mpaka? Akaniambia nataka nisaidie rais kwanza kwa sababu ndiye aliniandika kazi. Nikamuuliza, basi ukimaliza kusaidia rais na watu yao, si ukuje usaidie hii watu ya nyumbani? Mpaka wa leo, last week iko deputy principal ameuawa hapa Isiolo. Mtu ya hapo Igembe. Kindiki amekuwa hapa hajaongea hiyo maneno. Kama yeye anasema anachunga Wameru, kwa nini hafanyi kazi vile alifanya Kerio Valley? Alienda kusaidia Marakwet, alienda kusaidia Tugen, alienda kusaidia Pokot. Wewe Kindiki, hao wa Igembe unawachukia kwa nini? Kwa nini wewe kuliko kusunguka na ndege ukibeba pesa na magunia unakuja hapa ati unasema wewe fire si fire? Wewe si utoa hiyo fire ikuja hapa kwa mpaka. Hiyo fire yako Wameru ukitaka kabisa wajue wewe ni fire, ulete camp ya anti-stock theft unit
hapa kwa mpaka ya Igembe na Isiolo. Lete kampu ya GSU katika mpaka ya Igembe na Isiolo. Na mimi nilimwambia Kindiki wakati hiyo, yeye alikuwa waziri ya usalama, nikamwambia my brother, siweke kambi hapa ya GSU, siweke kambi ya stock theft unit isaidie Wameru. Wewe unaenda kusaidia wengine na si mbaya kwa sababu ni Wakenya, lakini si ukumbuke watu ya nyumbani. So wewe unasunguka kusema fire si fire. Watu wa kwenu nyumbani wanauawa kama kuku kila siku. Ile insecurity iko Meru ni aibu kubwa sana. Ati wewe unajiita deputy president na unasema ati wewe unatoka pande hiyo, alafu watu wa nyumbani wanauawa kama kuku kila siku. Huyu sasa deputy principal ameuawa hapa. Hata Rabirambi hujatuma, hata hujatuma watu hapo kuuliza hao watu ya Igembe wanauawa kila siku watasaidiwa namna gani. Kwa hivyo kama mimi ndio nilikuwa shida, mbona insecurity haijaisha katika mpaka? Mbona Wameru wanaendelea kuuawa kila siku kama kuku? Na tunasema tuko na serikali. Ati wao sisi hatuwezi toka kwa serikali, Rigiji anataka tutoke kwa serikali. Sasa mko kwa serikali, mbona Wameru wanauawa mkiwa na serikali? Why? Na kwingine juzi tukiona huko Rift Valley kwa Ruto, ukitokea maneno kidogo namna hii, anatuma IG, anatuma deputy IG, anatuma DCI, anatuma GSU huko kwa Ruto nyumbani. Kukitokea maneno, askari wanamwagwa huko kama siafu. Lakini hapa Wameru wakiuawa wanawachiliwa, Wameru wanakufa kama kuku. Hii ni maneno ambayo mimi nataka niambie watu wetu wa Igembe North. Tukipata nafasi next year tuchukue serikali, that nonsense ya mpaka itafika mwisho. I want to assure the people of Igembe North, the government we are forming, within 3 months, that nonsense along the border ya Igembe and Isiolo will be a thing of the past. What will you do? Nitaweka kambi hapo ya GSU, nitaweka kambi hapo ya stock theft unit, nitaweka askari ya kutosha, nitawapatia vifaa, nitawapatia vifaru. I'll give them every necessary equipment in terms of equipment and personnel to make sure ya kwamba watu ya Igembe hawatauawa tena na ng'ombe zao hazitaibiwa. Hiyo ni maneno mimi siwezi kubali. Mheshimiwa, wakati ulikuwa kwa ofisi ulikuwa naibu wa rais, yeye alikuwa waziri. Ina maana kwamba ulikuwa na mamlaka zaidi. Unajaribu kumaanisha kwamba ukiwa pale kidogo ungeweza kusukuma mambo zaidi kuliko waziri wako? Mimi hata singetakiwa kusukuma. Niliita Kindiki ni mtoto ya nyumbani na nikaita Kome. Sasa ni kazi gani nyingine ningefanya? Nikamwambia wewe Kindiki, wewe ni CS Interior, wewe ni Inspector General, mbona watu wetu wanauawa na mnakaa? Na nikauliza Kindiki specifically, mimi nakuona Shakahola kila siku huko Shakahola unashughulikia watu ya huko na ni mzuri. Mimi nakuona kila siku huko Baringo unashughulikia hiyo watu na ni mzuri. Na kuona kila siku huko Elgeyo Marakwet unashughulikia hiyo watu ni mzuri. Na kuona kila siku huko West Pokot na kuona unafanya kazi. Nikakuuliza hii watu ya nyumbani, why can't you do the same? Mimi si waziri, mimi nilimuita watu wakiwa wawili. Nikawaita nikamwambia nyinyi kujeni hapa. Sisi ni watu ya nyumbani. Wewe Kindiki ni mtoto hapa Tharaka, wewe Kome na mimi sisi ni Imenti. Kwa nini watu wetu wanaumia na tuko kwa serikali? Akanipeleka namna hii mpaka nikatoka. Lakini mimi I want to challenge him today nikiwa hapa Meru. Wewe Kindiki, if you are saying you are in government and you can assist the people of Meru, I want to challenge you in the next 2 weeks, kama wewe ni mwanaume kamili, talk to Ruto, weka kambi ya GSU, weka kambi ya stock theft unit kwa mpaka ya Igembe North na Isiolo, so that our people do not die again. Lakini haitafanyika tena. Kulingana na katiba, wewe huwezi kuombea kiti cha urais kwa sababu ulifukuzwa na bunge. Nani amekuambia? Sasa nani alikwambia? Katiba gani umesoma? Wewe soma katiba section 75, article 75, alafu usome 99. Inasema aje? Ukishasoma 75 inasema chapter 6 inasema aje? Chapter 6 inasema kama uko na matatizo ya chapter 6 utakiwi uombee kiti. Lakini 99 inasema mpaka you exhaust all the remedies available in law, you cannot be barred from holding office. Lazima niende High Court, niende Court of Appeal, niende Supreme Court. As long as this matter is before court, Rigathi Gachagua atakuwa kwa debe
Na I want to give you an example. Kuna mtu anaitwa Weluke alifungwa 74 years jela. Mimi hakuna mtu amenifunga niko nyumbani. No, nakwambia it's the same thing. No, nakwambia mambo ya chapter 6. These are all things of chapter 6. 99 inasema of all the issues in chapter 6. Article 99. As long as you have not exhausted the mechanisms, the remedies available in law, you cannot be stopped from holding public office. So mimi nitakuwa kwa debe. Mheshimiwa Chief Justice. Na nimemwambia hata Mama Kawira asijali, atakuwa kwa debe. There's no problem. She should not worry. Are you the one who is clearing? No, mimi nasema ni sheria sio mimi. Mheshimiwa, I'm just saying the law. The other day Chief Justice alisema impeached is impeached. Alisemea wapi? Don't read unajua nyinyi kuna vitu naandikwa kila siku. Mimi naonanga watu wamesema Rigiji amesema hii, goja video. Ulimuona kwa video akisema nini? The Chief Justice cannot pronounce herself outside the court. Judges pronounce themselves in a court of law when they have a matter before them. Lakini Photoshop ya mtu kuwekelewa maneno, mimi kila siku wananiwekelea ka caption imesema hii Rigiji. Mimi nasemanga if you want to know kama nimesema kitu ulize video. Kwa hivyo mheshimiwa unasema you'll be a presidential candidate. Nimesema nitakuwa kwa debe. I've said so. Next year. Yes, next year. Yes. Na mheshimiwa, nakuomba kura yako. Naangalia Wakenya hapa kwenye mitandao wanasema uliza mheshimiwa Rigiji hivi, kuna ile budget ya Ikulu ilikuwa around 8.5 billion. Sisi inasemekana budget ya State House imeruka mpaka imebindwa itishi nyingine ifike 17 billion. Yes. Wakenya wangetaka kujua kama kiongozi wa taifa ama wa kitaifa, kauli yako ni ipi? Wanaangalia kwenye mitandao wanasema uliza Rigiji. Maoni yake ni yapi kuhusu budget ya State House kuruka from 8 billion to 17 billion? Sasa budget ya Uhuru ilikuwa 4.5 billion. Na aliendesha nchi nzuri. Kwa sababu Uhuru hakutumia Ikulu kama pahali ya kuhonga watu. Ruto ameiongeza from 4.5 ikafika 8.5. Kwa sababu tunaelekea uchaguzi ameweka times 2 is 17 billion. Hii pesa ni ya kuhonga watu. Juzi walimu walikuwa huko. Kila mtu akapatiwa shilingi 10,000 wa kule. Saa hii wanalia wataenda mgomo kwa sababu SHA haifanyi kazi. Watu ya Meru walikuwa huko. Wakapewa kila mtu shilingi 5,000. Watu ya Kiambu walikuwa huko wakapewa kila mtu shilingi 10,000. Makasiriko ya watu ya Kenya wale wenye payslip ndio wanatoa hii kodi. The payslip has been raided. Wanakuwa tax almost 42% of their salary. Hii pesa yote Ruto anachukua ya kuhonga wa Kenya. Ndio hii pesa Kindiki anatembea naye na magunia. Anakuwaga na ndege mbili, moja imebeba pesa, ingine ndio anatumia. Hii pesa yote ni ya wizi. Saa hiyo watoto wa shule hawaendi, hakuna capitation. Kenyatta National Hospital wale wagonjwa wameenda pale hawakufi kwa sababu ya ugonjwa iliwapeleka, kwa sababu ya kukosa chakula. Na wanalipa pesa. Hii pesa yote inaibiwa, inapelekwa State House. Ile pesa yote ingesaidia Wakenya. Polisi wanalia ya kwamba wakipeleka watoto bibi yao maternity hawapati usaidizi. Wakenya wote wametoshwa pesa na hii pesa ndio Ruto amechukua amepeleka State House. State House ni crime scene. Kazi yake ni kuhonga watu. Kama hii wajumbe wa Meru nimehesabu. Tangu tuchaguliwe wameenda huko mara 11. Na hakuna kitu wanaulizanga Ruto. Wanaongea hata wanachoka, wanataka amalize awachote waende nyumbani. Ndio hii pesa hii 17 billion ni ya kuhonga watu wakiwemo wajumbe wa Meru. Hata jana Kadhuri Murungi na gavana walikuwa huko wakapewa kila mtu milioni 2 ya kuja kukoroga mikutano yetu. Unasikia? Hii pesa 17 billion ni pesa ya wizi. Ni pesa imeibiwa kwa Wakenya wale wamelipa kodi, na ni pesa ambayo William Ruto anatumia kuhonga Wakenya wamrudishe kwa ushukani. Ni kama ile infrastructure bond wamepitishwa jana na bunge. Wabunge wamepewa pesa ya 5 trillion ambaye haitakuwa na parliamentary approval. Haina approval, haina oversight. Auditor General hawezi auliza swali. Hii pesa 5 trillion inasemekana ni ya infrastructure bond. Ni pesa ambaye mali ya Wakenya itauzwa, ikiweko Safaricom, ikiweko Kenya Pipeline. Hii ni pesa Ruto anataka kutumia kuhonga Wakenya wamrudishe kwa kiti. Na ndio sisi tunapinga. Na ndio hii wabunge walipitisha kwa sababu walihongwa. Na hii 17 billion hii
Kwanza wabunge wa Meru, they are the most notorious kwa kuchukua hongo kwa Ruto. Na wameenda huko, hiyo mara yote wameenda. Na kuna kitu wanatoka naye. Wanaenda huko, wanakula, wanakujwa, kila mtu pesa, wanaenda. MCS wanakuja, kila mtu, wanaenda. Leo MCS ya Kitui, 40, walikuwa wameitwa, kila mtu $100,000 wanaenda. State House is a crime scene. Ni pahali ya hongo. Nimesikia Ruto akilalamika ati polisi ati wanachukua hongo. Yeye ndiye amewaonesha. Ruto ndiye amefundisha kila mtu kuchukua hongo. Kuna ushahidi wowote? Sasa hii watu ya Meru wanapewa ni ya nini? Juzi wametoka hapa. Umeona wakipewa? Wanasema hata juzi ameita watu pale Sagana State Lodge. Kila mtu 5,000, watu 18,000. Hiyo ni 90 million. Ya kuonga watu, unapatia watu pesa ya nini? Ni kazi gani wamekufanyia? Hawajaenda kuchuna majani chai kwa shamba yako, hawajaenda kuchuna kahawa kwa shamba yako, hawajafanya kibarua kwa shamba yako, watu wanakuja, wanakula, unawapatia pesa. Wewe wale wanakuja kwako unawapatia nini? Mimi sipeani pesa. Labda waniletee mimi. Mimi sitoi pesa, mimi sina pesa. Mimi sijaiba pesa ya mtu, sijaiba pesa ya Kenyatta National Hospital, sijaiba pesa ya SHA, mimi hata sina mshahara. Mimi ndiko na pesa yangu kidogo ya kukula. Watu wakija kwangu wa Meru wanakuja na mandizi, wanakuja na mbuzi. Kwa kiongozi unalete, sio kwenda kuchukua. Lakini Ruto amebadilisha Ikulu, imekuwa crime scene. Mambo ya bribery. Hata zamani polisi wakichukua pesa walikuwa na ficha kidogo. Huyu hafichi, anapeana hadharani. Na amefundisha huyu Kindiki mambo ya bribery. Nikubali mheshimiwa, nikuulize swali. Umetuambia wakati wa Uhuru serikali ilikuwa sawa. Wewe mkiwa na Rais William Ruto, mlizunguka Kenya nzima mkisema Uhuru ndiye ameharibu uchumi wa Kenya na anafaa kwenda na rafiki yake marehemu Raila Odinga. Sasa Uhuru ndiye amekuwa mzuri sahi? No, tunasema in comparison. Unajua lazima tufanye comparison. Sisi tulikuwa tunaona Uhuru ameharibu. Na kwa sababu Kibaki alikuwa amefanya vizuri zaidi. Sasa tukalinganisha ya Kibaki na Uhuru, tukaona kama Uhuru amelemewa. Tukaona tumbadilishe, tuweke Ruto. Hiyo ndio makosa tulifanya. Na tunaomba msamaha. Kwa sababu mtu alikuja na Biblia na uongo mingi na ulimi mtamu. Akatuambia atatuweka pesa kwa mfuko. Kufika ile kidogo ilikuwa kwa mfuko akatoa through taxation. Akasema bottom up, akasema mtu ya bodaboda atasaidiwa anunue Sienta. Mtu ya Sienta asaidiwe anunue Nissan. Mtu ya Nissan asaidiwe anunue bus. Ati ile hoka ile mtu ya kuuza rejareja atasaidiwa akuwe na kiosk. Ati mtu ya kiosk atasaidiwa akuwe na duka. Ati mtu ya duka atasaidiwa akuwe na mini supermarket. Ya mini supermarket atasaidiwa akuwe na supermarket. Sasa hii watu yote tulidanganywa. Hakuna mtu wako na chochote. Watu ya bodaboda hata bodaboda imepanda, spares imepanda. Wameenda hasara kuliko vile walikuwa. Watu ya duka ushuru umepanda. Hii mtu alitudanganya sisi yote na sisi tunaomba msamaha kwa Wakenya. Lakini tunasema kufanya makosa si mbaya. Ungekuwa kwa serikali sasa kama naibu wa rais, ungekuwa unaongea maneno unaongea na mbona huko ongea wakati ukiwa naibu wa rais? Wewe labda unasahau historia. Niliongea nikiwa ndani. Mimi nilipinga finance bill. Nikasema hii ni mbaya nikiwa ndani. Siku Ruto ameua Gen Z, amewateka nyara, nikiwa deputy president nimeita press conference Mombasa, nimemwambia this is wrong. Mimi nilikosoa Ruto nikiwa ndani ya serikali na ndiye alinitoa kwa sababu nilikuwa nampinga nikiwa ndani. Mimi nilikataa watu wabomolewe Nairobi River, akanitoa. Mimi nilikataa watu wafukuzwe wakulima market, akanifukuza kwa sababu ya hiyo. Ukiangalia charges niliwekewa Senate ni kwamba nilikataa ubomoaji, ni kwamba nilikataa watu wa finance bill. Mimi sijaanza kupinga kama niko nje. Mimi nilipinga nikiwa ndani. Na katiba ya 2010 ilitaka namna hiyo. Ndio ilitaka president na deputy wachaguliwe na kura. Ndio president akizidi, deputy amkosoe akiwa ndani. Ndio huyu sasa akashindwa kuvumilia, akubali mambo ya katiba, akaona anitoe, alete Mr. Yesa. Sasa tangu Yesa akuje, hakuna mtu ya kuuliza swali. Na hata Yesa mambo ya uaji ya Gen Z alifanya, alikuwa CS Interior. Walipanga na Ruto wakaua vijana. Yeye hawezi pinga huwa watu, Yesa. Hii vijana watekwe nyara, Yesa. Watu wabomolewe, Yesa. Mimi hiyo maneno nilikataa. Ni ujinga. Ati unaambiwa kila kitu ufanye, utumie akili, unaambia ati kwa sababu ni president kila kitu Yesa, Yesa, Yesa. Mimi siwezani na hiyo ujinga. Na ndio mimi nilitoka na niko na furaha. I am a happy man. Mimi sasa naongea vile mimi nataka, napinga vile mimi nataka, na mimi naongoza wa Kenya kufukuza yeye na tutamfukuza. Mheshimiwa, pengine kuna mtazamaji anasema unaongea na hasira. Pengine uko na hasira. Jambo la pili, kuna mtu anauliza ni nini ya Meru iko katika hii serikali unasema unataka kuunda. Ala mwisho unaulizwa kwa nini unataka Munya akuwe kwa kampeni na mko na
ambaye mmemwondoa kama mgombea gavana hapa Meru? Kwanza mimi sina hasira hata kidogo. Wakenya ndio wako na hasira. Wale ambayo watoto yao walitekwa nyara wako na hasira. Wale watoto yao waliuawa jenzi wako na hasira. Wale ambaye wamepata bonus ya majani chai kwa sababu ya Ruto kuharibu wako na hasira. Wale ambaye mali yao ibomomolewa usiku huko Roysambu wa Meru wa Mera wako na hasira. Wakenya ndio wako na hasira. Mimi naongea tu vile sura yangu inakaa na wazoee tu, mimi nakawaga namna hiyo. Sina hasira na mtu yeyote. Mimi niko na furaha kwanza nikiwa nyumbani. Namba 2 kwa mambo kasirika sana. Sikasiriki mimi nasema ile shida mimi niko naye ni kwamba nili mislead watu wetu kuchagua huyu mtu. So mimi naona haya sana nikiwa hapa Meru kwa sababu hiyo nimsungusha hapa nikimpigia debe. Kwa hivyo niko na aibu nikiwa Meru, nikiwa Nyeri, nikiwa Embu, nikiwa Tharaka. Mimi niko na aibu, naona aibu kwa sababu nilikuja hapa nikasema huyu ni mtu mzuri. Amegeuka kila mtu, ameharibu uchumi, ameharibu masomo, ameharibu kila kitu. Mimi sisemi ati nataka Linturi, sitaki Munya. Wameru ndio wataamua. Sikura itapigwa. Hakuna kiti ya mtu. Kama Munya atakuwa kwa debe, Linturi atakuwa kwa debe, kama Kawira atakuwa kwa debe, si watamanyana. Alafu Wameru wataamua. Na wote wako kwa mlengo wa hakuna shida. Hata wakiwa kwa mlengo lazima wapiganie. Kwani hii kwa mlengo hakuna mashindano ndani iko. Mimi hapa Meru katika ward zote 45 DCP itasimamisha watu. Katika constituency yetu 9 tutasimamisha watu na DCP. Kiti ya senator tutasimamisha mtu na DCP. Kiti ya women rep tutasimamisha. Governor tutasimamisha. PNU ya Munya wako huru pia wasimamishe viti. Kawira kama hako na chama asimamishe watu. DP simamishe watu. Wenye kuamua ni Wameru. Rigiji hawezi amua. Mimi nitapigia watu yangu debe. Kama Wameru watanisikiza nitashukuru. Wasiponisikiza nitawaheshimu. Mimi siwezi bishana na raia. Hao ndio matajiri wetu na ndio wenye kuamua. Lakini kama mtu anafikiria ati kuna kiti naweza wachiwa mtu, ati tuseme ati tumewachia Munya, hapana. Tumewachia Linturi, hapana. Ati tumewachia Kawira, hapana. Hii ni demokrasia. Kila mtu ambaye anaona anaweza kuwa governor wa Meru asimame, waende kwa raia. Raia ndio wenye kuamua. Mimi siwezi amua. Kwa hivyo nisiambiwe ati DCP simamishe mtu ati tuachie fulani, hakuna. Hiyo si demokrasia. Hiyo ni dictatorship. Na hii mikato hii ya impeachment sana na kuondoa mtu ambaye amechaguliwa na watu 1700 ni makosa. Mtu amepigiwa kura na watu 7 million ati watu afiwe mbizi wanakutana wanamtoa. Mnatakiwa mpatie mtu nafasi amalize miaka 5. Raia wenyewe warudi waseme huyu hajafanya vile tunataka, watu tumemuondoa, tulete mwingine. Hiyo ndio demokrasia. Mheshimiwa anasema kwamba utaongoza wa Kenya kumfurusha Rais William Ruto. Tunaona katika eneo unalotoka Mlima Kenya ambapo kidogo tumeona ukiongoza kama kingpin, ukitaja mambo kama haya kuongoza wakazi hapa. Umepoteza kama upinzani umepoteza katika baadhi ya by election ambazo tumekuwa nazo. Na wapinzani wenu wanasema kwamba hamna mpango mbali na kusema William Ruto. Ni mikakati gani ulionayo itakayokuwezesha? Sisi mpango wetu ni ya kuondoa William Ruto. William Ruto hapana MCA. Hatushughuliki na mambo ya MCA. Sisi tuko kazini. Shida ya Kenya ni William Ruto. The problem niseme hapo Mbeere North. Siasa tuko nane. Constituency Mbeere North and Mbeere South ambayo wanapiganga kura tofauti na watu wengine. Watu ya Mbeere North and South kura ya rais wanapiga vile mlima inapiga. Lakini ya governor, ya senator, women rep, MP, MCA wanapiga na mambo ya clans na mambo sao hapo ya ndani. Ukiangalia mwaka wa 2002 hakuna mtu alitaka kusikia Moi na KANU. Hakuna mtu alitaka kusikia Moi na KANU. Watu wote walikuwa NAK wakichagua Mwai Kibaki. Watu ya Mbeere North walikuwa naitwa Chicago. Walimchagua Mwai Kibaki na NAK kama president. Wakaungana na mlima wote. 98% wakapatia MP. Wakapatia Justin Muturi na KANU. Na hakuna mtu alitaka kusikia KANU. That is better for you. The following year, 2027, wakarudia wakachagua Mwai Kibaki na PNU. Wakafurusha Justin Muturi na PNU wakamfukuza,
wakaweka Lene Kivuti na Safina. The following year 2013 wakachagua Uhuru Kenyatta na TNA, wakachagua Jagagwa na Bas. 2022 wakachagua William Ruto president na UDA, lakini MP wakachagua Roko na DP. That is very north for you and very south, and it is like that. What is important ni ya kwamba watu ya Mbeere North and South, kura ya rais watapiga vile Wameru wanapiga, watapiga vile Waembu wanapiga, watapiga vile Nyeri inapiga, watapiga vile Nakuru inapiga. That is my comfort and I understand those dynamics. That you unaona mimi mambo hiyo sishughuliki, huku niona kwa hiyo by election. Focus yangu, focus ya Kalonzo, focus ya Matiang'i, focus ya Martha Karua, focus ya Eugene Wamalwa. Let us concentrate on what is important for this country. For this country. Wacha nikwambie ndugu yangu. William Ruto alifikiria ni mtu mjanja sana. Akaguza mlima, na nilikuwa nimemwambia asiguze mlima. Akachokora mlima, akasaliti mlima, akatesa mlima, akahangaisha mlima, akitegemea ODM na Raila Odinga. Na alikuwa na maringo sana na majivuno. Anasema mimi sihitaji mlima, sina haja na hii mlima, mimi niko na Raila Odinga. Raila alikuwa na 6.9 million, mimi nilikuwa na 7.2. I don't need Rigiji, I don't need watu ya Meru, mimi sihitaji Waembu, sihitaji Wakikuyu wakwende. Mungu ni nani? Hapo ndio tuko. Mzee wetu Raila amepumzika. ODM imesabaratika. Wale watu walikuwa wametegemea hakuna. Hii ODM igawanyika mara 3, mara 4. Joho amechukua ODM moja iko Mombasa. Oparanya amechukua ODM mwingine iko Western. Ruto amebaki na ODM ile badia ya Wanga, Junet na Oburu. ODM ile ya Raila ile genuine iko na Babu Owino na Sifuna, na ni watu ya one term. Hawa wanapinga Ruto. Watu wote wa one term sisi ni watu wamoja. Hawa vijana akina Sifuna akina Babu tuko pamoja. Sio lazima ati tushinde tukipiga picha tukicheka. What is important, sisi nasema one term, Sifuna anasema one term. I believe I know somewhere along the way tutaketi pamoja tumalize hii kazi iko mbele yetu. Ni kazi rahisi. Mambo ya ODM imesabaratika, iko ODM Bonoko ile ya mzee Oburu, Gladys Wanga na Junet Mohamed na Baye Ruto amenunua na iko kama 25%. The rest of ODM ile yenyewe, the original ODM ya Raila Odinga iko na Sifuna na Babu Owino. Huyu Joho anataka kuanzisha chama ya Pwani. Huyu Oparanya anataka kuanzisha chama ya Western. Mambo ya ODM imesambaratika. UDA saide alinifukuza tukaondoka na mlima. UDA hakuna, imeisha. Huyu William Ruto